Afya ya uzazi ni neno pana sana na tunasema linawahusu watu wote, mwanamke na mwanamume au vijana. Na hii afya ya uzazi ni mtu mwenyewe kujiangalia na kusema yeye anataka apange familia yake katika misingi ipi. Akijiangalia kama ni mwanafunzi, kama ni mwajiriwa, kuweza kuyafikia yale malengo yake. Ili kuweza kufikia hayo malengo, zipo njia mbalimbali ambazo hii familia inaweza ikaitumia au huyu mtu binafsi anaweza akaitumia. Kwa mfano, kuna njia ambazo ni za kutumia njia za kiasili, ambapo hapo tunamaanisha vitu ambavyo sio madawa wala sio kitu chochote, isipokuwa tu ni njia za kiasili. Kwa mfano, kuangalia joto la mwili, kuangalia hali ya ute kwa upande wa mwanamke, na pia vile vile kujua ni siku gani yeye yupo katika hatari ya kuweza kushika ujauzito kwa kutumia njia ya kalenda. Hizo ndo njia za asili ambapo mwanamke hatumii kitu chochote. Pia kuna njia ambazo ni za kitaalamu, yaani kwa kutumia dawa ambazo zimetengenezwa kitaalamu kuweza kumsaidia mtu asiweze kushika ujauzito. Katika upande wa madawa ziko makundi za aina mbalimbali. Kuna dawa ambazo mtu anaweza kutumia kwa muda mfupi na nyingine za muda mrefu. Kwenye dawa za muda mfupi pia kuna aina mbalimbali. Zipo ambazo tunaita kitaalamu barrier method, yaani kuzuia tu muunganiko wa majimaji ya baba na ya mama yasiingiliane. Kwa mfano, tunapozungumzia swala la condom au kuna vitu mbalimbali, kwa mfano kitu kinaitwa diaphragm. Ni vizuizi ambavyo vinazuia mbegu ya baba isiweze kuingia katika mji wa mimba wa mama. Lakini njia nyingine za kitabibu ni kama kutumia vidonge, sindano, vijiti pamoja na kitanzi. Hizi zote ni njia ambazo zimefanywa tafiti mbalimbali na kila moja ina faida zake, na mwanamke anapozitumia huwa kabla ya kumpa tunaangalia yuko katika hali gani na kundi lipi linamfaa. Kwa hiyo tukija kwenye hizi njia za madawa, kuna vichocheo vya mwili ambavyo vinatumika. Kichocheo kikubwa hasa ambacho kinatumiwa ni kichocheo aina ya progesterone. Kwa hiyo katika hizi dawa zipo ambazo ni za muda mrefu. Mfano, kuna dawa ya sindano mtu anaweza akaitumia akaweza kuitumia hata miezi mitatu. Lakini kuna njia nyingine ya kutumia vijiti. Watu wamezoea kusema njiti, lakini sisi tunasema vipandikizi. Kitaalamu tunaziita implants. Ile pia inaweza ikamprotect mwanamke au ikamlinda bila kupata ujauzito walau kwa miaka 3 mpaka 5, inategemea na aina. Na njia nyingine ni ambayo ni ya muda mrefu ni kutumia kitu tunaita lupu au kwa jina lingine kitanzi. Vimezoeka kwa majina hayo mawili, lupu au kitanzi. Hiki ni tunasema ni kitu ambacho kinaingia kwenye mji wa mimba wa mwanamke kuweza kumzuia asipate ujauzito. Sasa kwenye hizi lupu ziko za namna mbili. Kuna lupu ambayo inatumia kichocheo cha progesterone na kuna lupu nyingine ambayo yenyewe haitumii kichocheo chochote. Hii tunaiita copper T, yani imezungushiwa madini ya kopa. Na yale ndio yanayozuia mimba isiweze kutunga. Sasa kwa kile ambacho kinatumia progesterone, yani kichocheo, yenyewe hiyo inaweza ikamprotect mwanamke kwa miaka 5. Wakati hii nyingine ya copper T ambayo ndio inatumika sana kwa hapa Tanzania kwa sababu hiyo ni bure, tofauti na ile ambayo ni ya kichocheo. Hii inaweza kumlinda mwanamke hata miaka 12, 10 mpaka 12 akakaa bila kushika ujauzito. Sasa kabla hatujampa mwanamke njia yoyote, huwa tunaangalia wao kama familia au kama amekuja mmoja, matarajio yake ni apumzike kwa muda gani. Ndio tunampa njia. Kwa mfano labda ambaye amekuja tayari ni mjamzito, zipo njia ambazo anaweza akazipokea baada tu ya kujifungua na akarudi nyumbani akiwa salama. Kwa mfano njia ya kapewa hii
kijiti cha kupandikiza au kitanzi. Hizi ni njia ambazo mwanamke akijifungua tu anaweza akapewa mara moja. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kupitia kitengo cha elimu ya afya kwa umma.